wewe unakisha mastima usiku. Wewe usiniletee mimi kwa kwetu nataka kusoma. Utarudi kwenyu. Ala kurara. Kwa hivyo si ndio ulale kwenyu. Wewe siwezi kusoma juu yako na usiku na. Wewe sasa soma juu yako. Ala unanipigia kelele. Na kupigia kelele na nini? Wewe si mrudi kwenyu usiku ni kwenu hii. Hii kelele inatoka wapi? Wambo. Masi. Kujeni hapa. Nimesema kujeni hapa. Nakuja. Masi. Wamboi. Nini? Haja. Yaani unanijibu nini? Hapana, si mimi msichana anita huku kelele. Sasa mimi nitakosa kusoma nikifeli exam nitasema nini? Sasa ni nini inaendelea huko mbele wa huko juu Wamboi? Masi. Wamboi anaamuka, anaakiza stima. Mimi nataka kulala. Sasa mimi nataka kusoma. Sasa mimi nitafanya nini? Sikiza pole taratibu. Sasa wewe kama unataka kulala nini Wamboi, kama unataka kusoma, ungekuja kusomea hapa chini. Sasa umwache at least Masi amechoka. Si ameshinda akifanya kazi the whole day. Sasa kwa nini kiwasha stima sijifunike na blanketi hadi macho? Hapana. Hata wewe ulikuwa hapo. Wewe ndio ulikuwa unachoka kwa hii nyumba. Ungempisha alale, then ukuje ufanye homework zako hata kama unanikalisha nikingojea baba yenu. Mimi hata nimekaa tu hapa peke yangu. Pengine hata ninaweza tukasaidiana na hiyo kazi, hiyo homework yako unasema. Kwani dada hajafika? Hajaingia. Angalia saa. Kwani ako wapi? Ako kazi. Hujampigia simu? Ashiki simu. Fanya hivi. Masi, enda lala. Sawa. Jua anayasoma, anaiba, mimi nashindwa ni nini anafanya. Ndio maana ni masomo usijali. Lakini asikuwa anampigia kelele mimi si mtu. Hapana, usiongee hivyo. Fanya hivi. Okay, ninaelewa ni kukasirika, umekasirika na uko na exams in 2 weeks time. Fanya hivi. Wewe mpishe. Utaenda juu, uchukue vitabu vyako ukuje. Sawa? Sawa. Masi nawe uende juu, uende ulale. Sawa? Sawa. Asante madam. Enda ulale. Wamboi. Usikue saa zingine unakasirika sana. Siti ni kukasirika. Sasa si hata niamka niambie pole. Sana kuja hapo na makelele. Unajua ni vile amechoka. Hata kama si anafaa kuongelesha mtu pole. Mimi hata sinanga ubaya na yeye. Fanya hivi, tuliza kidogo. Mimi nakuelewa uko na exams. Naelewa. Sasa hutaki kudisturbiwa, nakuelewa tu sana. Lakini angalau umesahau pale ulikuwa? Si wewe ndio ulikuwa na chapa job huku? Si hivyo. Si hata kina tunaweza pata bado msichana mwingine. Hapana, wacha asaidike. Sasa kuna haja gani ameingia tu? Hata miezi 3 ijaisha. Lakini pia yapunguze kelele. Naambia apunguze kelele. Atapunguza, nitaongea na yeye. Ni ile tu muelewe ni hali ya kuchoka. Hii nyumba ni kubwa kufanya kazi the whole day. Kata hii pia mimi niko nachoka, but angeamka tu aniambie pole. Sasa lazima nikeleleshe. Sasa homework yako si utakujia tu ufanyie tu hapa, si ndio? Nitakuwa kuja kusomea hapa. Sasa mimi nitafurahi na kuombeanga sana. Upite. Ukwe daktari. Si ndio? Hadi mifanyanga bidii sana. Ukwe kama wale madokta tunaonanga wa kike. We. Hadi chali niambiaga hivyo. Hiyo ninaomba sana. Ninaomba sana uweke tu hiyo bidii. Lakini usikubali kunini, si ndio? Siwezi kubali, niko sawa. Sasa mimi naona uende tu uchukue vitabu, alafu organize kidogo kuje unisaidie kukalisha kungojea babako ukifanya homework. Na kwani leo umeenda wapi? Juu si tabia yake kule hivyo. Ako kazi, labda kazi imekuwa mingi. Kazi saa 7 usiku. Enda juu, atakuja. Utamngojea. Enda juu chukue vitabu kuja. Kwani ameenda wapi? Si simu ashike. Faith. Nafanya nini hapa? Kiko na kahewa tu. Kahewa tu. Sana mimi nimetoka tu mraona huku.
Lakini kuna mseni kwa na saka hivi. Mse? Najua kuna biashara nafaa kufanya na yeye, lakini kuna vile ameniangusha. Sasa hata lakini tukiongea, kuna vile tu niko chini. Unaweza kuwa na kitu uliokolea atakaa nikichie pale. Niko na cravings. Unajua ni vile tu nimesota. Na get. Mimi sina kitu. Una kitu? Kuna vile tu hata mimi nimesota mbaya. Sasa, Alex unaendeleaje? Mimi niko fresh lakini Unaonekana confused. Ma problems zimenipeleka mbio. Problems? Naenda aje? Unajua nilizoea sina job sahi. Wife pia job ni noma. Sasa kile nilikuwa nataka kujua hata nikipita pita hivyo bedha hata nile nikiulizia. Masi siku 3. Sijui kwenye yake. Masi ako home. Ako home sana working home. Serious? Nikuja akaambia madhema shida zake. Na yeye dada akakubali afanye home. You mean Masi yako kwenye unafanya job na mimi mwenyewe sijui? Tuambie mtandika. Nakuja pombe ndio inakuongoza badala ya kuongoza na mapenzi. Unajua Masi ameniharibia jina sana. Uongo, hadi amechapa kabisa. Anakuwa na stress. Wamama unacheki, wamama lazima wachape, wamama lazima wabeat. Hata kana mpe kila kitu. Amani kama hakuna amani kwa nyumba hawezi kaa. Miaka inasonga. Kama tunakuchapa ni wakuchapa. Asiseme ati nimemwachilia. Unacheki? Hiyo sio kwa, lakini ako home by the way. Sasa nakuja kwenye kuomba kazi, yani namwambia kuja kaombe kazi. Hapana, ni venye mashida zinampeleka sasa madhi akamwambia instead of arudi kwao. Nikuulize. Kwani nikimwoa siku anajua kuna mashida? Sio kazi ya time house girl. Anatusaidia sasa tunaona mimi na sister yangu kwa shule. Madhi na yeye ako business na mzae sasa. Masi ananiangusha. Wewe ndio mtafute muongee. Niite mkutano nyinyi wawili sasa mkiwe ni. Sasa unataka kuniambia kwa kwenyu? Sasa msota huko wewe. Nena bro kwa ni bebanga aje. Pia bro ni baby poa. Si ni wewe bwana ukuje kumtafuta hiyo siku. Sikutaki unaenda wapi? Siku unafikiria naweza kuwa kwa bro unacheki. Naye bro anajua kwa kwake anaweza hata nidungia simu. Nipiga simu kwa ushauri. Simu yenyewe niko nayo. Sasa tafuta bidii yako muongee na uache pombe anko haki imagine unaona sasa hadi mtu wa unyoi straight. Tumtafanya hata sitakutuma. Mimi ndio nitajileta. Ukate mzae lakini utakeleleshwa peke yako. Mimi amenibeba ufala. Nani hata baka namuita fail. Masi amenibeba ufala. Unacheki? Venye anakuja kuuliza job kwanza kwa bro, ili kuniaibisha. Sio kuulizia, alikuja saa akapeana mashida zake sana. Dada akasema hivi. Cheki fail. Usimwambie umeniambia hiyo kitu. Kesho niko huko. Sawa? Wewe kwenda. Asante. Masi. Asante. Karibu. Leo mimi ndiye napakua. Tumefurahia hii tutashiba. Hii umetupakulia. Lakini haya mandizi au kununua ile imeiva kabisa wewe sijui namna gani wewe. Ndio mazuri. Ndio mazuri. Ama ni rangi? Wewe kula usiangalie rangi. Wewe kula. Ni nyororo kweli? Sasa Masi. Karibu sana. Asante. Na najua tangu ukuje sijapata muda wa kuongea naye. Sasa ni miezi sijui 3 inaenda. Nilikuwa nasemaje? Unaridhika na hiyo 10,000? Niko sawa mimi. Maana naona majukumu pia ni mengi. Ama unaonaje? Kumuongezea tutamuongezea tu baadaye. Niko naona tumuongeze 2,000. Unajua pia yako na majukumu yake. At least yaweze kujipamba. Nywele nini? Maana 10,000 pia ni ndogo. Karibu. Nitafurahia sana. Hiyo itakuwa sawa. Ama namna karibu. Itakuwa sawa. Ama namna gani? Itakuwa sawa. Bora achunge vile anafanya, ajue ile anafanya na pesa. Lakini yeye si mtoto. Si mtoto. Ni mke wa mtu huyu. Kabisa. Atajipanga.
Na hata mtoto unajua kuna mtoto amepatia dadake kule. Maji. Abambo, bro. Wewe bro. Nimekuja bro. Nataka bibi yangu. Huyu baba. Wewe. Kaa chini. Wananiambia niketi, nataka bibi yangu. Amuka wewe. Keti bwana. Baba Ambo. Njoo hapa. Wewe. Nataka kuuliza. Mama, unajua mimi nakutambua, na kurespect, si ndio? Ngoja kwanza Jeff. Kelele. Heshima kwanza. Nataka kuuliza, sawa. Ngoja utauliza. Heshima gani hiyo? Bibi yangu, ndugu yangu, unaninyang'anya bibi yangu. Unataka kuwa na bibi wawili, nikae bila bibi mimi. Unanijua ama unanisikianga? Jeff. Utanitambua wewe. Jeff. Sikiza. Mambo na pombe zako mimi sitaki. Pombe ni yangu, nimekunywa, sio yako. Na kama umekunywa pombe zako ukae kwako. Nimekuomba pesa. Bibi yako huyu hapa, umeshindwa na kumlea, sio? Sasa ni mtoto nimlee. Ni mtoto. Usiniambie na leo mtu mzima kwa ni mimi ni mjinga. Wewe majukumu yako kwako yamekushinda, sio? Ha? Wewe mambo na pombe. Hivi wewe utajielewa lini wewe? Bro, mimi nakuheshimu, lakini kuna kitu moja nataka nikwambie. Unaona huyu bibi yako huyu. Na huyu bibi yangu huyu. Ni kitu kimoja. Ni mtu wa aina gani? Tuwafukuze, tukae bila mabibi. Uone vile tutakaa vizuri. Mimi ndio nasema. Sasa nataka bibi yangu niende na yeye saa hii. Bibi yako yuko kazi. Sitaki kusikia. Alitoroka na kuniambia akikuja. Mimi nimekuwa nikimtafuta mpaka anaenda police station, wanalituma mochari. Natafuta bibi yangu mochari kwani amekufa. Mimi sitaki kujua. Kwa hivyo nataka bibi yangu. Kwa ufupi umekujia bibi yako. Ndio. Bibi yako huyu hapa. Toka twende. Waniangalia nini? Toka twende, waniangalia. Unakwambia utoka. Ina maana umekosa heshima kiasi. Pole bro. Pole. Jeff, pole. Umenikosea heshima kiasi. Pole bro. Sitarudia. Nimekwambia pole. Mama Amboy, nikakwambia kutaleta kizaza hapa. Si nimesema pole. Mama Ambo, nimekosea mtu. Basi, nimekosea mtu nini? Hebu. Kwa heshima yako, tafadhali. Unaenda na mumeo. Kuja, bibi yangu. Kuja. Twende. Kisirani yenu pelekeni huko. Lakini ujue bro. Wewe nenda. Mimi ukanichapa. Nasema toka. Idiot. Hey, hello, Mr. Kahogo. I'm very fine. Ni maisha. Sasa nilikuwa nataka nikuone. Leo. Unapita na nje ya chini ama ya juu? Basi fanya hivi, usinipite, ingia kwangu. Tuonane. Aya, sasa anakungoja sawa. Kuna nini? Naona mmejipanga kama kuna vita. Yote iko sawa. Hata vita. Tunataka kwenda shopping kidogo. Ni mambo ya shopping.
Sasa nyinyi ndio mnajua mnataka kwenda kununua nini? List iko hapa. Andikeni basi. Andika kila kitu. Simu. Ngapi? Nataka tu simu moja mzuri Pia mimi nataka na ka chain. Wamboi. Hiyo ndio shopping. Hizo ndio vitu zenye sina. Ngapi? Nataka kiatu moja. Kiatu moja? Ya moja. Watoto. Wacha waandike tu. Wewe andika kile unajua. Mama Wamboi. Unanunulia hivyo ndio unabarikiwa, unaongezewa baraka. Unajua hivyo? Haina wasiwasi. Leo niko huko. Okay. Sawa. Tuondokeni tuende juu kwanza tumalizie tu. Sawa basi wewe endelea na si uko sawa lakini kuna chai, kuna juice. Kwa sawa. Si utamserve mgeni? Haina wasiwasi. Nini mama? Nasikia baridi, joto, sili. Nasikia mimi. Nipatie maji. Umepigwa? Ui. Kwa jamaa. Ui, naomba na miguu wangu fake. Nipitie dada kupeleka hospitali. Ngoja. Ui. Nipepete kidogo nasikia joto. Nipe maji kwangu. Ui. Nipitie dada. Nitie. Meamka. Mungu wangu. Maumivu gani haya sasa? Mama Wamboi. Nini? Ninasikia tu maumivu. Wapi kifua? Mwili wote nasikia joto, baridi, sielewi. Kuna dawa yoyote umekunywa? Nakunywa maji. Maji tu ndio nasikia nikitaka. Hapana. Hebu kunywa kidogo. Naona utanipeleka hospitali. Miguu kuchungu. Naumia. Hiyo joto iko juu. Fanya hivi. Mchukue mamako mpeleke kwa gari. Sawa? Kabla nibadilishe. Mpelekeni tu hospitali. Yale maumivu nahisi. Nimeshindwa kulala. Unajua wewe ulikuwa usingizini. Sijalala usiku wote. Tulia basi. Hiyo joto iko juu. Mchukue mamako umpeleke kwa gari. Kabla nibadilishe. Sawa? Masi. Mimi ningekuambia tu pole. Sababu najua nilikuaibisha. Nikajaibisha mimi mwenyewe kwa bro yangu, unaona? Na kulingana na tangu siku nilikwambia ati wache job. Namba tu nielewe, nilikuwa mlevi. Unajua levi nayo inanga mtu kuicontrol cheki.
nilijaibisha kwa bro na nikakuchukua huko nikisema sitaki ufanye kazi. Lakini kulingana ile mashida imetupeleka mbio, mimi naonelea urudi tu huko kufanya kazi. Unaonaje? Naweza rudi huko lakini sijui kama mama wangu ataitikia nirudi. Ndio vile ulikuja ukafanya, sijui kama anaweza itikia. Mama wangu nitabonga naye juu sasa sina any option isipokuwa tu hivyo. Unaona? Mama wangu anahitaji mtu wa job na wewe uko hapa. Kenya mimi nitafanya, itabidi nimemwandama bro nibonge naye ndio yeye akishakubali bibi yake hawezi kataa. Unaona? Sasa ukiangalia nyumba vile tunakaa hapa, hatukai maisha poa hata kidogo. Unaona? Na I promise mimi kunywa pombe mimi nimeachana nayo kabisa. Promise mimi sitaikunywa tena. Kabisa nimepromise sitaikunywa tena. Utawairudia pombe tena? Hapana, mimi nimeachana nayo. Tei hakuna penye naelekezanga msee, unaona? So haina haja nishinde nikikunywa na nikifika kwa nyumba ni vita na hamjakula, unaona? Na mimi nikishakunywa na feeling tu mimi niko airi hata si feel kukula, unaona? Hainisaidia hata mimi. Na nikikunywa tunakosana hadi na bro yangu, mimi tunafaa kusaidiana. Unaona? Hiyo ni ukweli. Haina haja. So mimi ningetaka tu ufanye uende kwa mambo mtaongea naye na hata unaweza muomba msamaha kwa niaba yangu bado. Mwambie tu nimesema tu ni pole na kurudisha job. Of which unaweza pia tupange twende tuwapate, tuambie pole na wakurudishe job. Hiyo inafaa tuende sisi wawili. Twende huko sisi wawili. Okay, sawa. Basi tutapanga. Lakini mimi lazima nitokee mtaani. Siwezi kosa kauradi hivi ni kama hata kani unga ama mafuta. Na cheki jiko ina kitu. Unaona? Tafute Kenya ndaweza kuja nayo, si ndio? Ukule na mtoto apate kitu ya kukula. Ushinda poa, si ndio? Asante sana. Poa. Usikunywe. Sime promise. Siwezi hata kuonja. Sawa. Leo maisha. Hizi niona mahali. Poa. Ushinde poa. Jibu maombi yangu. Yesu aniache. Na mimi nirudi kwa mama wangu. Jinsi kufanya kazi. Mzee kuchukua kutoka shule. Kama hadi. Mbona? Sijui kama na baiskeli. Mama. Na sisi mara kwanza kukujia. Alikawia akakawia kama. Mbona? Tutakuja nyumba hii nyumba tujue nini inaendelea. Kwa nyumba. Je, mbona kukujia? Hata maadhi aongei na mimi. Tutakuja tujue nini inaendelea. Amka. Pole mama wangu, nimesikia vile kumeape, pole sana. Yote ni ya Mungu. Sijali, tulia. Sasa mbona hivi? Tulia mama, yote ni ya Mungu. Mbona hivi sasa? Mbona mapema hivi akaaga mapema hivi? Yote ni mpango ya Mungu, tulia. Pole sana. Sasa nitalea watoto namna gani? Watoto wako sawa. Pole, tulia mama. Pole. Pole mama. Tulia. Ni sawa, tulia mama. Tulia mama. Pole. Mam, ni sawa. Iko sawa mama wangu. Baba wangu, umeenda, umeniacha. Iko sawa, yote ni ya Mungu, sijali. Tulia mama. Pole. Pole mama. Tulia. Sawa, tulia mama. Tulia mama wambo. Iko sawa, tulia. Mchungu ameenda mapema. Mungu amemchukua mapema. Mipango ya Mungu. Tulia.
sana. Ameniachia kazi. Baba Wamboi na Faith. Ni Mungu ameyapanga, usijali. Sawa, tulia mama, hata kulia tena ni sawa. Niko sawa, tulia. Pole sana, tulia. Mungu wangu. Usijali, tulia. Pole. Tulia. Mungu wangu, mbona haya? Nakuelewa. Tulia. Nini shida? Kate, umetembelea leo? Kate. Kwa sana. Nini inaendelea? Mama. Nini inaendelea? Kate, nini mbaya? Nini? Tulia. Nini inaendelea? Nini happen? Nini? Kate, nini? Mungu wangu, mbona hivi? Nini mama? Nini mbaya? Mbona nalia? Tulia, iko sawa. Nini hiyo? Mbona hivyo? Mbona mapema hivi? Mungu wangu. Mungu wangu, nitafanya nini? Mimi nitafanya nini? Wanangu, nitafanya nini? Mama Wamboi. Mungu. Nisaidie na watoto wangu. Nini inaendelea, Kate? Faye, mbona kama mtu akona stress hivi? Unajua sasa vitu zimekuwa tough. Tough na nini? Sasa vile dada alikuwa ametuweka masosi. Haina shida, si bora tuko na mama hapa. Si yako. Unajua mama na yeye kuna stress, hawezi manage hizo pesa dada alikuwa anatupea. Stress itaisha, hapana. Imagine tutapata do, hakuna kitu ita change. Everything will be okay. Things zitakuwa tough sana. Hapana, acha kufikiria sana. Unafaa relax, unasikia? Relax, kila kitu itakuwa tu sawa. Utanipumzika mapema sana dada. Hapana, si mapema, ni will ya God. Mungu aliona hiyo ndio kitu best happen. Pumzike tu pema. Mungu amweke tu pema peponi. Lakini uache kufikiria sana. Mpaka ukienda shule ndio usome vizuri. Si alikuwa anakuambia usome uko daktari. Imagine unafaa kusoma ndio ufulfill will yake. Ya wewe unafaa usome ndio kusaidia tukiwa na mama. Lakini uchange kwa msichana mzuri. Uendelee tu kuwa msichana mzuri, lakini usifikirie hivyo sana. Kila kitu itakuwa tu sawa. Kila kitu itaendelea tu normal. Sasa imagine Mungu angechukua wote wawili, unaona maisha ingekuwa poa. Lakini sasa tuko na mama, si kila kitu iko poa. Tena I'm there, kila saa ukiwa na shida unaweza niongelesha. Mimi ni sister yako mkubwa, umesikia? Sawa. Usishikwe na stress sana. Sisi watu watakuwa wakitucheka sana. Watu wa gani? Si wenye tulikuwa tunatendea shule, wenye nilikuwa napelekwa na dad. Hapana, si mpaka sasa utakuwa unapelekwa. Mtu hawezi kucheka. Tugoje tuone. Tunangoja nini? Si kila kitu iko sawa. Unajua venye dada alikuwa ananitreat. Si mpaka mama atakutreat Faye. Stress mingi ni za nini? Usiache kufikiria sana. Acha kufikiria sana. Usilie. Unafujikakamue. Jifanye tu brave. Kila kitu itakuwa tu poa. Acha kulia. Kila kitu itakuwa tu poa.
Sasa unawaza nini? Siwazi, na meditate tu. Una meditate nini? Lakini haina shida, itakuwa tu poa. Kila kitu itakuwa tu poa. Si unaamini Mungu? Mungu atafanya kila kitu kiwe tu poa. Unaache kukaa hivyo kama mtu ako na huzuni sana. Wewe una huzuni? Hapana, pia mimi nimeifeel but hakuna kitu kingine tungefanya. Kisha happen isha happen. Hii ni kitu tuwezi rudisha nyuma. Ishafanyika. Sawa tu. Ingia. Mbona wapiga fujo hivi? Bora nashinda nikibisha na mfungulie mlango. Je. Haya, keti. Hata salamu. Za nini? Keti chini. Sky chini. Kwani kuna ubaya gani? Hata picha za ndugu yangu ushatoa kwa ukuta. Si ndio? Sasa nakuuliza, umekuja fujo? Umenipata nimetulia. Si uketi angalau at least kidogo. Mama Ambo. Mimi situlii. Tafadhali. Kitu ya kwanza hamfai kuwa hapa. Ati nini? For your information, ndugu yangu ndiye alikuwa amekuweka hapa, si ndio? Kunieka ama kunioa, alikuwa ameshanioa. Mimi sijui kama mko mmeoana. Shida yako ni gani? Shida yangu ni hii. Mtoke hapa. Hapa sio kwenu. Hata tafadhali. Je, yani hata wewe huna hata uwezi omboleza kidogo tu hivi ndugu yako. Mwingine? Uwezi hata Kwani kuna mwingine amekufa? Sasa mbona unaniletea machungu yale? Tulizaliwa tukiwa wawili. Unanikumbusha tena kilio. Ngoja Mama Ambo. Tulizaliwa tukiwa wangapi? Wawili sikatai, lakini hata kuomboleza. Ashakufa tushamzika, naomboleza nini nyingine? Kwani amekuwa mnyama ni kuzika na kusahaulika jameni? Mama Ambo, hii maisha ni kusonga tafadhali. Sawa? Pelekana na time. Kama umeachwa hapa hukai. Sawa? Niende wapi na kuuliza? Ulizaliwa, rudi kwenyu. Huku ndio kwetu. No. Hapa ndiko kwetu. Sio hapa. Na sitoki ngo. Hutoki? Siendi. Hutoki? Hapa ni kwangu na watoto wangu. Hivyo ndio nakuhakikishia. Unajisikiza venye unaniambia? Hivyo nakuhakikishia. Siendi mahali. Wacha nikwambie hivi, Siendi mahali. Sitaki kujua kama Wambo na Faith wako hapa kama wananisikiza. Lakini mimi naongea kama Jeff. Hebu nisikize. Nataka title deed, logbook za magari zote nahitaji. Ufanye nini? Ni zangu. Kama nani? Bro yangu mimi ndiye ameachia. Kama nani? Mimi kama Jeff. Ndio. Umejaribu nakwambia, umejaribu kaka, umejaribu. Kama hizi ndio ulikuwa unakujia hizi. Hizi ndizo ulikuwa unakujia. Upatani nazo. Mlango ndio huo. Nakwambia mlango ndio huo. Sawa. Tutaona mimi na wewe. Tutaona mimi na wewe, nani katoka tumbo moja na ndugu yangu wewe. Utajua. Ndugu yako ashafariki. Utajua ni kukuja ulikuja. Nakwambia fanya hivi. Fanya hivi Jeff. Hebu uenda, sijui ni kulewa tena umeanza kileo kile chako. Hii nyumba yote. Na mimi nakaa nyumba za kibanda kule chini. Kisha mimi atindia ndugu yangu nyumba yake ya gorofa ya Mbona hukusoma? Si ulikata masomo? Hii si masomo. Ulikataa masomo? Utajua mjui. Ndio kwa maana unaishi huko. Hapa ukai. Kwenye vibanda. Huku ni kwangu, nakwambia huku ni kwangu na singoki ngo. Utajua mimi ndiye nani. Utajua ujui. Tembea. Simlete ufala hapo. Vitu zako gani hizi? Hizi ni za watoto wangu. Na mimi. Utajua. Mtu anakuja. Amesahau vile alikuwa anakuja hapa analia ati hana chakula. Kweli watu, binadamu sahau haraka. Amesahau chakula alikuwa analia hapa. Alafu anakuja kuringaringa hivi, akijiinua inua hivi kama mwavuli. Ati anataka mali ya ndugu yake. Ndugu yake nini? Ashafariki. Siniletee. Wamboi. Faith. Mimi naona ni kama nitaitisha tu leave kule kazini.
Manake naona kushinda nikiwaomba ruhusa wale matajiri wangu wameniajiri inaleta taswishi. Mimi naona hivi, ama unaweza acha tu kazi alafu tuuze gari. Ama mmoja wetu arudi hiyo kikao yako ya job. Watakubali kumchukua? Naweza kubali hivyo. Cha kwanza tu tusome, tutafanya hivi. Acha Aunt Mercy quit job kwanza. Nitasaidia hiyo kazi. Tutakuwa nasaidia na hiyo kazi. Juu sasa mimi niko mnyonge saa hizi, sina hela. Hata sijui Mercy. Unajua niko na kuna miezi 2 hata sijamlipa. Acha tufanye hivi, tukiuza gari, tutatumia pesa kidogo kumlipa tena aende. Tutajisaidia hapo pia. Tutakuwa tunasaidiana kazi. Utafuatilia hiyo gari. Maana tayari kuna ilikuwa ishachukuliwa. Ilikuwa haijaenda. Iko tu sawa, iko mahali iko sawa sawa. Utashughulikia wewe Wambui, ushughulikie hiyo gari. Lakini si ungetuambia hata ukiuza. Hapana, haijauzwa, nakwambia sijauza gari. Sijauza gari. Ni vile sasa nilikuwa nimeipeana mahali ifanye kama taxi. Ifanye kama taxi ndio inatuletea hela kidogo kidogo. Lakini sasa shughulikia hiyo maneno. Nini? Nakwambia nasikia tu na hata nguvu ya kuongea sina. Umekunywa dawa? Ama nizo zinanipeleka hivyo nasikia kizunguzungu. Kama hizo dawa ziko na nguvu. Na shida ni nini sababu hata sijui. Hii wananiambia tu ni pneumonia, amoeba. Sasa Amoeba. Daktari utafanya nini? Si unasikia tu yale wanakuambia. Lakini Mungu atusaidie tu sana. Watoto wangu acha niwaambie. Muweke bidii. Muweke bidii kwa mambo yenu. Unaona vile mlikuwa mumewekwa na baba yenu? Msikubali kurudi chini. Tusirudi chini, tujitie nguvu vile tumebaki, si ndio? Nyinyi haswa shuleni muweke bidii. Muweke bidii. Tusirudi tena chini, si ndio? Tusirudi tena chini. Chini utapona tu. Nitapona, naamini nitapona. Ni ile tu unyonge tu, hizo dawa zinanikimbiza sana. Ama unafikirianga sana? Unajua siwezi kosa kufikiria. Lakini si unafaa kupunguza mawazo. Baba yenu unajua alikuwa ananipatia comfort. Sasa wakati tuseme tu vile alitoka, aliaga, nilidhoofika tu sana. Ufai kufikiria sana, sio ni mambo ya Mungu. Hiyo ni mambo ya Mungu. Mama, kwani leo hujaenda job? Mtoto wangu mimi nimelala. Kwa nini? Mama, kwani bado unafikiria hizo story? Hata sivyo. Sijui ni chakula nikikula inaniharibikia. Chakula gani na bado si pia tunakula hiyo na bado tuko poa? Pengine nyinyi tumbo zenu ni nzuri. Hapana. Mimi nakula tu choo. Jua nini? Mimi sijui nini inanikataa. Nakula tu chakula. Nasikia tu nikimbie choo. Singeweza kwenda kazini. Na umepigia boss simu kumwambia wewe? Nishamwambia. Ana shida? Ana shida. Na venye ulienda ulipimwa? Hiyo lazima. Kwani shida ni gani? Wanasema sijui ni amoeba. Sasa hii amoeba na mimi wanga tuna diwoma sijui hata sielewi. Unajua madaktari saa zingine unasomea hiyo. Na sasa unafaa kwenda hosi mzuri ya Kanjo. Nafikiri nitajaribu hapo. Maana wamenikula pesa mingi sana. Si ndio tu hosi ya Ile Kanjo. private iko pale. Wamenikula pesa. Na wasemi shida ni gani exactly? Wanasema si wananiambia ni nini? Ni amoeba. Amoeba si ukidiwa msinafaa kuisha. Ni nini? Ni nini? Ni nini? Nasikia inafanya hivi tumbo. Nashikana hivi. Ni tumbo peke yake ndio inakuuma? Tumbo inaniuma kuniuma. Tumbo inaniuma. Nashindwa niaje. Yesu. Acha nikwambie mtoto wangu. Ama tupigie ile daktari simu akuje. Tutajikokota tu tutaenda.
Mimi nataka sasa tubadilishe hospitali. Nimechoka na kushinda niki. Kwani kazi itakuwa tu si hata boss wangu atanifuta kazi. Bitiju ndagi. Hii kushinda saa zote tu. Off. Siende usimzuri akanjo. Unaona ni kama watanitibu vizuri. Kanjo iko poa. Hey. Hadi ka line refu tutapanga tu line. Ningefurahia wakijua ni nini inanisumbua. Inafaa uende upimwe. Lakini ni vizuri tu kuwa pia hata mtu anakaa tu kama umejipanga. Ukiweza kula, wacha nikuambie, saa zile unaweza kula chakula. Si unaona mimi nakula chakula kinaniharibikia. Wakati umeweza kukula, hebu kula. Unajua kuna watu hawezi kula kwa sababu ya maumivu. Nikupikie uji. Hapa duniani wacha nikuambie msichana wangu, ukae tu yani. Sijui nianze nikwambie aje. Sijui nianze aje. Nini? Masi. Yes, Wambo. Kuja nisaidie kupeleka mama hosi. Masi. Kuja nipeleke hospitali. Kuja nisaidie kumbeba. Njoo. Amia. Masi Wambo sasa. Nimeacha madhe aje. Hivi venye mimi nimemuona mama yuko poa. Aizinako. Ajielewi, ajisikii, akuli, haizi jua mtu. Imagine hadi mimi nasimama hapo mbele yake anza wewe ni nani? Kwani ni ugonjwa gani? Ile pneumonia tu. Maneno ni ngumu, mimi sijui kwa utaelewa. Nitaelewa tu. Kuna ugonjwa ipo nangu yake. Naona katafuta tu dada. Unajua. Kwani umeacha akiwa wiki aje zina uone akipona? Na imagine Mateo kuna AIDS. Kimu. Since when? Acha nikwambie. Mimi nisikia wakipiga stories siku nyingine hapa na Aunt Mercy. Unaendelea kukunywa mandawa? Hizi madawa ni mingi. Niko na madawa mengi yale nilikuwa nakunywa. Uliacha nikimeza madawa sijui ya amiba, sijui typhoid, sijui madawa hata ambayo haeleweki mengi tu. Sasa uendelee kukunywa. Hata imenichokesha, nimeyakunywa sana. Kwa nini hutaki kukunywa dawa? Mwisho unajua ndio nilikuja nikajua ni nini. Ugonjwa ni upi ulikuwa unanisumbua? Gani hiyo ugonjwa ilikuwa inakusumbua? Basi. Nakwambia wacha nikwambie kwa maana wewe ni mwanamke kama mimi. Niambie. Unajua wakati baba Wamboi aliaga alikuwa amegonjeka. Wapi? Alikuwa na ugonjwa. Sasa ugonjwa gani hiyo? Sikuelewi mama Wambo. Unafaa uniambie ukweli. Aliaga ukimwi. Yaani mimi sikuja wakati alikuwa anachelewa kwa maana nakumbuka akichelewa. Na mgoja hapa hadi saa 7 ya usiku. Ananiambia tu yuko kazi. Kumbe alikuwa akitembea tu na wanawake. Angalia sasa gharama ameniletea kubwa sana. Hata hizo madawa sitaki kuzikunywa mimi. Hapana, wamenipea madawa. Hata hizo sijui za Sasa mbona hakuwa anakunywa madawa?
shida yake ako na stress. Imagine sasa unajua life imechange juu. Life imekuwa tu ngumu. Mimi sijui venye kitakuwa. I'm saying like the world is too cruel. Nachukulia mama na nachukulia baba. So wote wawili wakufe ukimwi, sasa tutaachwa mayatima. Lakini usijali, kama niko kila kitu kitakuwa tu poa. Kitu sasa unajua mimi na prefer kukaa kwenu kuliko kukaa na hicho kiango kitu. Kwa nini? Akiwa anko yetu anakuwa stubborn. Mlevi kila time anakuja anakukumbusha ni watoto wa mayatima. And then mkalilia kwa kaburi ya wazazi wenu. Kwa maisha imekuwa gumu huko. Things go tough. Lakini sasa siku yetu kuko sawa. Kwani kuna amani. Unajua place yenye kuna amani mtu hadi unaongezea. Naona sasa venye tunakaa vizuri. Mungu abariki mama yako. Amen. Wish tu nimalize shule, nipate job poa, tusaidiane na sister yangu. Sasa umebakisha tu kidogo. Bakia semester moja tu. Sio ni by next year utakuwa tu sawa. Hadi auntie nani Masi. Kunga tu tumemzoea ni mzuri. Unaona ananga story moba kwa tu sawa. Hata sijui anaulizanga nini na hiyo bwanake. Sijui wanaume wanatakanga aje. Yaani unapata bibi yako mpole. Na yeye kazi yake ni kuruka huko kama hata sijui. Unajua ni vile ni mlevi. Kama nabanga Mungu nisipate mwanaume anakaa hivyo. Sio kupenda kwake, akiacha pombe atakuwa tu sawa. Mwanaume ana control na pombe badala angalie familia yake. Akipata doni. Sasa kazi yake ni ulevi inamuonyesha venye atakuja kuturudishia rudi. Sasa sisi tunashikwa na hiyo hofu kwa wazazi wetu. Sasa unaona ana control yongo na pombe. Kama zinamuonyesha leo natandika nani? Mtu nani? Masi. Na uchumana anakuanga hapo kwa kaduka kengine. Kuja anamwambia wewe hata sijui mko mnapendana na mama yawa. Ndio ulifanya ngabao akufe. Sasa naturudisha anawarudisha tu mbali nyuma. Unaanza kuregret sasa inatukula. Sasa unaona hadi nani sister yangu sasa ako na ulcer saa hizi. Na bado ni mdogo. Imagine. Sijali kila kitu kitakuwa fine with time. God control us. Ata change by the way. Huyu hawezi. Ata change. Hawezi. Sasa unaona kilikuwa kinajifanya ati venye kinataka kuchukua wili. Vitu zote agawie na akachukua. Ya kitu huisha hii dunia. Kila kitu inaishanga. Sasa ni maua. Lakini labda ata change with time. Najua. Hii dunia asifungwa na mamae, sasa na ulimwengu. Mimi msijali. As long as mko kwetu, sinakaa tu poa. Nini nyingine nawasumbua. Bila tu home tuko na peace of mind. Sawa. Lakini ujaribu pia kuongea pia na nani? Na sister yako. Naona kinyo ni kadogo na vile kanajipia stress. Na ibaji mbido mdogo lakini najipia tu stress. Najua ni yeye sasa amenisimamia hapo sasa mimi nikaa yeye ndio nikaa mamangu saa hizi. Nikaa yeye babangu sababu mimi mkubwa. Kuna experience kuliko. Sasa akijipia stress na mimi nijipia stress. Mimi nataka control mwingine. Hakuna. Inabidi tu aongeleshwe. Najaribu kuongea na yeye sababu mimi nitajirudia sana nitamuongelesha vibaya. So there is no need. Ama mtafutie mentor na huko. Nitajaribu vile nitafanya. Ndio siku hizi ameanza hadi pombe. Kwa nini? Ama ni stress ya pressure. Na hizo ma stress. Mimi taisha tu by time. Nitaisha. Nitajaribu vile nitafanya nitamuongelesha. Je, hii ni mashida gani ameniletea kila siku? Mungu wangu. Simhurumie tu aachane na pombe.
Na kuombanga kila siku. Jeff aachane na hii pombe. Sijui itamfikisha wapi. Jeff. Jeff ameniletea shida. Si mtoto, hata hajui anasomaga aje. Hashughulikagi na maisha yetu. Haki. Mungu amsaidie achane na pombe. Nitakaa hii maisha mpaka lini? Maisha ya machozi kila siku. Mungu nisaidie. Nitalia mpaka lini? Jeff. Nimefurahia kuwapata mkiwa wazima na nimeona kila mtu ako salama kabisa. Kwanza niwaelezee, mimi ni wakili wa serikali na baba Wamboi kama baba yenu alikuwa rafiki yangu sana. Najua Faith na Wamboi mambo ni mingi imewakalia sana, umekuwa na mambo magumu na mali yenu ilichukuliwa, imekuwa karibu yote itawanyushwe, mumbaki bila kitu. Umefukuzwa, umetoka kwenu, mahali mlikuwa mnaishi maisha mazuri, na sasa nimekuja hapa kutatua hiyo tatizo. Kuna ile mali baba yenu alikuwa nayo, alikuwa na maplot, alikuwa na manyumba, alikuwa na hoteli, na hizo zote alikuwa amenielezea kuzihusu, lakini nyinyi hamkujua. Kuna wili alikuwa ameandika kabla aage, na alikuwa amesema hiyo wili nikae nayo kwa ofisi mpaka hii wakati itafika niitoe wakati inafaa. Mimi nami niko hapa. Nimekaa nikakufikiria. Hiyo ni mzuri. Maana kuna mambo mawili matatu ningetaka unisaidie. Okay. Juu wakati tunafanya kazi, tunapata pesa, unapata mali. Kweli. Pia inafaa ufikirie mara mbili. Alafu nao maisha unajua si yako, ni ya Mungu. Hiyo ni ukweli. Hii maisha ni yetu, hii sio yetu. Na kifo hakina matayarisho. Ati unajitayarisha kufa. Kwani kuna kifo imetokea? Ni mfano. Nimeshangaa, Kifo huwa chaja ghafla. Hiyo ni kweli. Hainanga kubisha hodi. Haina hodi. Sasa naye mtu akiwa mjaja ama ukiwa wewe ni mtu ambaye uko na hekima, unapanga mambo yako pole pole. Okay. Ili hata utakapoondoka hakutakuwa na tashwishi. Hiyo ni ukweli. Mambo yatakuwa laini. Hapo umefikiria kabisa. Na kile kimefanya nikuite. Kuna hii hapa.
Oh. Hiyo ni will. Okay. Ya kwangu mimi. Na familia yako? Na familia yako. Ile umepanga familia yako? Maana nzuri. Singetaka kuwe na vita. Hiyo ni kujipanga vizuri, umejipanga vizuri. Sababu unajua watu wengi wanaendanga tu wanakufa bila kama hawajapanga familia yao, inaacha wakivurugana. Umefanya vizuri sana. Sasa hapo kuna wasichana wangu wawili na kuna mama yao. Okay. Kuna hii plot ya Githurai. Hiyo number 1. Hii number 1 naiona. Hiyo ya ghorofa 5 hiyo. Hiyo nimemwandika nani? Umeandika bibi yako hapa? Bibi yangu hapa. Hiyo ni mzuri kukuwa na maono kama haya. Hiyo sasa hata kama nikifa leo, hakuna mtu atavurugana naye. Nataka hiyo will niweke peleke katika ofisi za serikali. Utakuja kuitoa wakati itahitajika. Sawa ndugu yangu. Kweli nimefurahi sana na nimeona kazi umeipanga vilivyo. Asante. Wewe ni mzee, umejipanga kimaisha yako kabisa. Unapanga mpaka familia yako. Asante. Na nimeshukuru sana. Sasa juu mimi sina wakati mwingi na umemaliza venye ulikuwa umetaka tufanye, wacha nifike kwa ofisi, hata sitapita mahali pengine kwa saa hii. Niache kwanza nimeweka hii kwa file, alafu tutaongea baadaye na simu. Asante sana. Then tujue ni namna gani. Nashukuru. Nimeshukuru sana. Nashukuru. Wacha niende kwa ofisi. Then nitakwambia kama utakuja kwa ofisi tuongee mambo 2-3. Kama kuna kitu utakosa hapo Masai ni nini? Ndiposa nimekwambia lazima niende kwa ofisi kwanza, alafu nitakupigia simu. Sasa. Nimeshukuru sana. Asante sana. Mimi niende. Tutapatana, lakini nitakupigia simu nikuje kwa ofisi tuongee mambo mengine zaidi. Asante ndugu. Nimeshukuru sana. Asante. Haya. Salimia familia. Haya. Na mimi nimeonelea hii ndio wakati sasa inayofaa, kwa sababu watoto wake wanateseka na ni mambo mingi sana wamepitia. Mimi kama wakili wa serikali nimetumwa hapa na niko chini ya sheria. Kuna wili baba yenu aliacha na ningetaka niwasomee ili mjue ukweli na mjue mali yenu iko namna gani. Mjue kama kuna mtu amegawiwa mali yake. Kuna kitu moja baba yenu alikuwa ameandika. Will number 1. Kuna hii nyumba iko Githurai. Kuna plot iko Githurai flat na alikuwa ameachia mama yenu ambaye aliaga baadaye, na poleni sana. Hiyo ilikuwa imegawiwa mama yenu. Pia kuna plot iko Kamuru. Plot yenye iko Kamuru na hoteli yenye inaendelea huko tu Kamuru ilikuwa inaendelea kujengwa na Tumaini ilimaliziwa kila kitu. Hiyo hoteli na hiyo plot alikuwa ameandika msichana wake Wamboi. Alikuwa ameandika msichana wake Wamboi na akasema ipatiwe Wamboi. Kuna hii ingine kuna nyumba iko Lililorejeshwa. Pia nayo hiyo alikuwa amesema ipatiwe msichana wake ule mdogo anaitwa Faith. Pia hapo chini kuna hizi gari 3 zilikuwa za nyumbani. Gari 2 nasikia zishauzwa na mama yenu, ikabaki gari 1. Na hiyo gari 1 ilikuwa imebaki, ilikuwa ya mama wenu. Lakini sasa sababu mama yenu hayuko, natumaini nyinyi ndio mtakuwa mkitumia. Na hii nyumba ilikuwa ya Githurai. Alikuwa amesema ni ya mama yenu. Ukweli itabaki mikononi mwenu. So kumaanisha vitu zote zenye alikuwa ameandika, kuna ile shamba ilikuwa huko pande ya Joska, ekari 3, alikuwa amesema ni ya msichana wake Wamboi. Lakini ifikapo wakati mama yao hatakuwa, wanaweza gawana na msichana wao huyu Faith. Na wili yake ilikuwa imefika hapo kuona kweli Jeff, nimesikia amekuwa akileta shida kwa hii vita, kwa hii mboma.
Jeff, hakuna kitu ambayo ndugu yako alikuachia. Hakuna hata kitu moja aliandika kwa wili yake. Kwa hivyo wewe uende utafute mali yako yenye inafaa, ukae na familia yako. Na kitu kingine, ukiendelea kuwadhulumu hawa watoto, sheria itakufuata. Sheria itakufuata, na kutoka wakati huu ile nyumba ulikuwa umeenda ukafukuza, uende utoe mali yako, na kesho serikali itakuja huko kufanya inspection, alafu kila kitu yako iko huko itolewe na watoto hao warudi kwa nyumba yao. Na hiyo ndio mwisho wa will. Alikuwa amefikisha hapo, na ifikapo kama kuna kitu kingine itawafuata kama vita, namba yangu iko kwa hii will. Nimeandika namba yangu hapa, mnaweza nipigia, sheria ifanye kazi yake. Kwa hivyo Faith na Wambui, nakabidhi hii will mikononi mwenu, na hii ni mali ya baba yenu aliwaachia. Asante sana, Enjoy, asante sana. na mwishi ni maisha mzuri. Sasa kesho tunaweza rudi kwa ile nyumba yetu ya kitambo. Hiyo nyumba ni yenu, mrudi. Jeff, sijui kama uko na swali ungetaka kuuliza ama kuna kitu ungetaka kusema. Huu ni ukora unatumika hapa. Hapa hakuna serikali na hakuna sheria. Hakuna ukora, sababu hii will ni baba yake ameandika, na pia kuna signature yake hapo. Na ukitaka kufuata zaidi, uende kwa serikali, ustakio kwa police station, tufuate sheria na will yake ifuatwe mpaka signature zake zifuatwe, tuone ni nini unaweza kuwa ukifuata. Kile nitasema, hapa hakuna sheria inatumika. Na nyinyi wawili nyinyi, mtajua alikuwa ndugu yangu nyinyi. Nyinyi msiwe na wasiwasi. Sheria ndio itawapigania. Unasikia? Msiwe na wasiwasi hata kidogo. Sheria itawapigania. Kesho serikali itakuja huko, polisi watakuja huko kufanya inspection, kila kitu, nyumba yenu irudi vile ilikuwa, na gari yenu mrudishiwe, kila kitu.